Wapenzi hao walizaliwa upya katika siku waliochagua wenzi wao wa ndoa. Safari hii, mwanamume huyo alikuwa hajamchagua mke wake wa awali, bali alimchagua mdogo wake badala yake. Mwanamke huyo hakuwa tu amekasirika, lakini pia alikuwa amewatakia ndoa yenye furaha. Mwanamume huyo aliona jambo hili kuwa gumu kuliamini, kwa sababu katika maisha yaliyopita, mwanamke huyo alikuwa amesisitiza kuolewa naye. Hata ingawa yule aliyekuwa amempenda kikweli alikuwa mdogo wake, alikuwa ameishia kumuoa mwanamke huyo kutokana na shinikizo kutoka kwa wazazi wake. Kama matokeo, mdogo wake hakuweza kustahimili pigo hilo na alikuwa amefariki dunia. Mwanamume huyo alikuwa amemlaumu mwanamke huyo kwa kila kitu. Alikuwa hajui kwamba mwanamke huyo alikuwa ametaka kuolewa naye ili kumwokoa. Ilikuja kugundulika kuwa familia ya mwanamume huyo ilikuwa imelaaniwa. Kama asingemuoa mwanamke mwenye bahati nzuri kabla hajatimiza umri wa miaka 25, jinsia yake ingebadilika. Katika maisha yaliyopita, mwanamke huyo alikuwa amegundua kuwa mdogo wake alikuwa amechumbiana na wapenzi wengi sana na alikuwa amebakiwa na bahati ndogo. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu iliyomfanya asisitize kuolewa naye. Baada ya kuzaliwa upya, alikuwa ameuona unafiki wa mwanamume huyo na akaamua kuandika upya hatari yake. Alikuwa amewasiliana na binamu wa mwanamume huyo. Katika maisha yaliyopita, binamu huyo alikuwa amemwomba amtoe uchumba, lakini alikuwa amemkataa kikatili kwa ajili ya mwanamume huyo. Safari hii alikuwa amekubali ombi la binamu huyo la uchumba. Binamu huyo alikuwa amefurahi kupitiliza na mara moja akapanga tarehe ya harusi ambayo ilitokea kuwa siku ile ile ambayo mwanamume huyo na mdogo wake walikuwa wakifunga ndoa. Muda mfupi baadaye, yeye na binamu yake walikuwa wameenda kuchagua nguo ya harusi. Binamu huyo alikuwa ameondoka kwa muda mfupi kwa ajili ya jambo fulani. Hapo hapo baada ya kuondoka, mwanamume huyo na mdogo wake walikuwa wameingia ndani. Mdogo wake alikuwa ameipenda nguo aliyokuwa amevaa mwanamke huyo na akaomba apewe. Mwanamume huyo kisha alimdhihaki mwanamke huyo, akisema hastahili kuvaa nguo hiyo na anapaswa kumpa mdogo wake. Mama yake wa kambo mwenye upendeleo alikuwa pia amemkosoa, akidai kuwa mdogo wake alistahili kilicho bora zaidi. Mwanamke huyo alikuwa amekataa bila kusita. Lakini alikuwa amepuuza jinsi mama yake wa kambo alivyomdekeza mdogo wake. Wakati alipokataa kutoa nguo hiyo, mama wa kambo alikuwa ameinyang'anya kutoka kwake kwa nguvu. Mwanamke huyo hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kubadilisha na kuvaa nguo zake mwenyewe. Akijua wangelipa gharama hivi karibuni, alikuwa ameondoka. Muda mfupi baadaye, siku ya harusi ilikuwa imewasili kama ilivyopangwa. Mwanamke huyo alikuwa ameingia kwenye ukumbi wa harusi akiwa amevaa nguo yake ya harusi. Mdogo wake alijawa na wivu baada ya kuona nguo ya mwanamke huyo inayovutia zaidi. Alilalamika kwa mwanamume huyo kuwa dada yake mkubwa kila wakati alikuwa akiiba umaarufu wake. Mwanamume huyo alikuwa amefikiria mwanamke huyo alikuwepo hapo ili kuvuruga harusi yake na alikuwa amemwamuru kwa ukali aondoke. Alikuwa amemwambia kuwa zimesalia dakika 10 tu kabla ya siku yake ya kuzaliwa ya kutimiza miaka 25. Lakini mwanamume huyo alikuwa hajaamini kabisa laana hiyo ya familia. Hapo hapo, binamu huyo alikuwa ameingia kwenye ukumbi wa harusi. Alikuwa ameshika mkono wa mwanamke huyo na kutangaza hadharani kuwa yeye ndiye bibi harusi wake. Mwanamume huyo alikuwa ameshangaa kidogo, lakini alikuwa amedhani kwa kiburi kuwa mwanamke huyo alikuwa akifanya maigizo tu. Muda mfupi baadaye, kengele za usiku wa manane zilikuwa zimegonga. Haraka baada ya muda wa mwisho kupita, mwili wa mwanamume huyo ulikuwa umeanza kubadilika, na kwa kweli alikuwa amebadilika na kuwa mwanamke. Alikuwa amejuta papo hapo kwa kumuoa yule mdogo wake. Komenti kama unahitaji mwendelezo.